zangu vizuri na nimerudi salama. Namshukuru sana Mungu kwa hiyo aliyotendea. Amen. Karibu mama Mkristo. Amen. Ya mwezi wa pili na nilikuwa mzima kabisa, nacheza hapa na furahi, lakini kufika mwezi wa tatu nikastukia goti linaniuma, lakini nikasema sasa goti linaniuma, mimi simetaka kuja kwa baba nizungumze maneno kidogo. Nikaambiwa stop, huwezi kwenda. Jumatano huwezi kwenda. Alhamisi siwezi kwenda. Jumanne huwezi kwenda. Lakini nikasema Mungu, kama ulinichukua nikaenda kwenye kanisa hili, pemekuwa pale ndio nimezaliwa pale kwa baba yangu, leo Mungu kwa nini unakataa mimi nisiende kanisani? Kila nikitaka kwenda mguu unachoma. Kama ni kitu fulani, basi Mungu naomba kitoke kirudi kwa mwenyewe. Amen. La, ni Mungu tu mwenyewe unasema mama umeshakuwa mkubwa, maana kutembea tembea sasa huwezi. Ni mimi mwenyewe Mungu. Vile vile Mungu niachie. Kwa kweli ile juzi sijui ni jana, nimeamka nimeoga nimemaliza, nikasema hivi nitakwenda kanisani au si? Leo Ijumaa. Kwa kweli nasikia hapa kitu kinalia. Nikanyanyuka. Kumbe Jumapili nitaweza kwenda. Amen. Huu ndio ushuhuda wangu niliupata kwa mguu wangu huu. Amen. Lakini nashukuru Mungu kaniponyesha. Asante baba, asante mama. Nimeshukuru mzima. Wow. Amen. Nashukuru baba mzima. Sina mengi. Mungu akubariki. Unakwenda kusikiliza mwendo wa umri wa uzee wake. Salama. Unaelewa maana ya salama? Maana yake hata shika mkongoja, hata kufa kwa maumivu, hata tezeka, hata umia kiuno, wala magoti, wala nini. Na mimi mama nakuombea na wamama wengine wazee walioko hapa, ninaamuru pone kwa jina la Yesu. Kilichokushika kikuache kwa jina la Yesu. Kilichokukamata kichomi sindano na iapisha ikutoke kwa jina la Yesu aliye hai. Pona na Mungu akuwekee ulinzi tangu leo. Pona na ninakuwekea ulinzi tangu saa hii kwa jina la Yesu. Kanisa tuseme amina. Amen. Barikiwe sana mama. Amen. Barikiwe sana. Asante. Hao wazee wanajua kulea. Barikiwe sana. Anamwambia na mama wewe subiri kidogo. Tumpe kwanza mzee huku. Haleluya. Jamani tuko sawa? Ukiwa kiongozi wa kampuni la manani pale Mlogolo, ya nini bro? La Kokoa. Amekuja kwa maombi ya mwanae. Alisema mimi niliokoka kwa injili ya nini? Ya moto. Umesahau? Ila ombi langu la kwanza naoliweka ni baba aokoke, sio kwa injili ya moto. Aokoke polepole. Mlikuwepo? Unajua ameokokaje polepole? Ameanza yeye kumuombea baba yake, na akimuombea tu kuna matokeo anayoona baba yake kule. Akasema mwanangu alikuwa chizi, nilikuwa napeleka kwa waganga, ananiombea sasa hivi mambo yanatulia. Ngoja nimfuate. Huyo mchungaji alikokwenda mwanangu lazima kuliko sawa. Kweli amemleta, nimemuombea. Sasa huo nao ni ushuhuda. Hivyo ni vitu sivyo vya kukaa navyo. Akaniambia mwanangu, hapa nyumbani nahisi kama kuna kitu, yani sipati usingizi vizuri, yani kama kuna nguvu za mvutano. Aisee, siku ile tuliomba kuanzia ile saa 8 kwenye simu, saa 8 tukaomba mpaka asubuhi. Baada ya hapo tukaenda ananishirikisha vitu venyewe vinatokea kazini kwake. Tunaomba pamoja, tukawa tuna utaratibu huo kuomba. Kuanzia usiku ikifika saa 8 ananipigia simu, tunaomba mpaka asubuhi. Sasa ilikuwa ni juzi hapa alikuwa amekorofishana na mdogo wake. Walipokuwa amekorofishana akanipigia simu akaniambia babako mdogo nimemfokea sana na sijui kwa nini, ila leo inanihukumu kwa nini nimemfokea. Nikasema
shetani anataka kuleta vita kwenye kampuni, kwa sababu si kampuni yetu. Kampuni ya wazazi wangu ni kubwa sana, yaani ni kubwa kabisa, kwa sababu hadi viongozi wa nchi wanaenda pale, waziri mkuu anaenda pale, viongozi mbalimbali. Nikasema mzee, hiyo ni vita, ukitaka ushinde hiyo vita uokoke. Basi siku hiyo akasema nakuja, nataka niende kwa mchungaji wako nikaokoke naudi. Kwa hiyo akatoka Kiela, hiyo ya Hamisi, akatoka Kiela akaja nyumbani pale, akaja kwa mchungaji wangu hapa, akamuongoza sala ya toba, akamuombea. Siku hiyo akageuza Kiela. Amen. Amen. Yes.